kupitia kikao hiki akiongea na Watanzania na wanachama wenzake apate fursa ya kuwaaga. Karibu sana ndugu Romanus Mapunda. Haki sawa barani, asiyependa haki. Asante sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti upande wa Tanzania Bara, waheshimiwa wakurugenzi wa nafasi mbalimbali, lakini pia pamoja na waheshimiwa wanachama na viongozi mbalimbali waliokusanyika katika ukumbi huu. Kwanza kabisa nawashukuruni sana kwa maandalizi mazuri, kwa mapokezi mazuri, kwa upendo wenu mzuri, na hiyo inaonyesha moja kwa moja kwamba ni kwa namna gani chama cha wananchi CUF kilivyokuwa na upendo kutoka moyoni. Kwa hiyo kuhusiana na hilo na washukuru sana na wapongezeni sana. Ndugu zangu wana CUF, mimi jina langu naitwa Romanus Mapunda, ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambao wanachama huo unakoma leo. Na mimi kwa wale wanaokumbuka na kufuatilia historia vizuri za vyama vyetu vya kisiasa, mwaka huu nilikuwa ni mmoja wa wagombea wa wenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa. Nilikuwepo mimi, Mheshimiwa Lissu, Freeman Mbowe na mwingine anaitwa Odero kama mnakumbuka vizuri. Lakini baada ya tukio lile, baada ya siku chache, niliita vyombo vya habari kwa ajili ya kujiondoa na kumuunga mkono Mheshimiwa Lissu. Nilizunguka naye nchi nzima kumwombea kura ili aweze kupata wenyekiti wa chama hicho taifa, na tulifanya kazi hiyo kwa weledi mkubwa, na hatimaye Mheshimiwa Lissu akashinda nafasi ya wenyekiti. Baada ya kumaliza tukio hilo, wote nafikiri mnafahamu, chama chetu kiliingia kwenye mtafaruku wa mgogoro mkubwa sana, na sababu kubwa kabisa ya chama chetu kuingia kwenye mgogoro, kulikuwa na vitu vingi sana ambavyo sitaweza kuvieleza vyote kwa hivi sasa, lakini nitaongea kwa ufupi kutokana na muda. Ndugu zangu, vyama vya siasa ni taasisi, na taasisi ina katiba, taasisi ina kanuni, taasisi ina miongozo. Vile tulivyokuwa tunamtazama Lissu sio yule alivyo. Baada ya hapo tuliweza kushauriana kama wanachama mambo mengi sana katika chama, hususani huu msimamo mkuu au msimamo wa kamati kuu ya chama ulioundwa mwaka jana mwezi Disemba wa no reforms no election. Wengi wanapotosha sana kuhusiana na huo msimamo wa kamati kuu wa no reforms no election, na hata yeye kabla kukamatwa tumemsikia kwenye mikutano mbalimbali akisema kwamba hii no reforms no election sio msimamo wangu mie mwenyekiti Lissu, ni msimamo ulioanzishwa na kamati, uliopitishwa na kamati kuu chini ya mwenyekiti Mbowe. Hiyo ni kweli na ni sahihi, lakini kitu ambacho kilichoongezeka pale, na kuna mengine mengi, ni hilo swala la kwenda kuzuia uchaguzi. Ndugu zangu wana CUF, nafikiri wote tunafahamu, sisi wanasiasa tunapokaa kwenye chama cha siasa, lengo letu chama cha siasa kiende kikashike dola. Sasa inapotokea chama cha siasa
hususani ni mwenyekiti, anatangaza hadharani kwamba mimi kama mwenyekiti nitahakikisha na kwenda kuzuia uchaguzi ambao ni kinyume kabisa na mlengo ule wa no reforms no election. Na kwa bahati nzuri, nyinyi wote nafikiri wale wanaofuatilia wanafahamu, mimi nilikuwa ni mtiania wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na mimi nilikuwa ni mtu wa pili kutia nia ya kugombea urais katika nchi hii. Wa kwanza alikuwa Mheshimiwa Lissu mwaka jana mwezi Disemba. Kwa wale ambao wanakumbuka, Mheshimiwa Lissu awali ya kwanza aliita vyombo vya habari akatangaza atachukua fomu ya umakamu mwenyekiti, lakini pia atachukua fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka huu 2025. Baada ya kushauriana na watu mbalimbali, alipobadilisha azima yake ya kugombea umakamu, alitengua kauli yake na kutangaza ataachana na fomu ya umakamu, atachukua fomu ya uwenyekiti, lakini aliendelea kusisitizia kwamba atachukua fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa basi, nilipojitokeza mie, nilipotangaza mie kwamba nitachukua fomu nitagombea urais, mizembe ikaanza. Akaanza kusema kwamba inakuwaje watu wanazunguka nchi nzima wanaanza kutengeneza mazingira ya kutaka kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati chini ya chama changu nimeshatoa maelekezo kwamba kutakuwa hakuna uchaguzi na kwenda kuzuia uchaguzi. Sasa ni jambo ambalo hata wajumbe wa kamati kuu, niwaeleze tu kweli, mpaka sasa hivi ninapozungumza, sasa hivi sana tuna brochure inazunguka kwenye magrupu ya kitaifa ya Chadema. Viongozi wote ambao mnawatambua, kasoro wale wa kamati kuu, viongozi wa mikoa, viongozi wa kanda, viongozi wa wilaya, viongozi wa majimbo, wanafanya press conference Seychelles Hotel hapo Makumbusho, wanajiondoa. Haki nikiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba sisi hatujiondoi kwamba tulikuwa tukipendi chama chetu. Chadema tumeijenga kwa miaka mingi, Chadema tumeipigania kwa miaka mingi. Mimi binafsi nilikuwa kampeni manager wa Tundu Lissu, nimezunguka naye sana mpaka nimepata wenyekiti. Nimemshauri sana, nikamwambia, Mheshimiwa mwenyekiti, swala la kudai reforms ni sawa, kwenye nchi yetu reforms haziko vizuri, lakini swala la kudai reforms ni mchakato. Swala la kuzuia uchaguzi sio sawa. Kuna watu nchi nzima wamejiandaa, wamekijenga chama kuanzia ngazi za kata, za majimbo na urais ili waweze kugombea. Leo namwambia mtu asigombee, nini future ya hiki chama? Haki. Lakini hatukuishia hapo. Moja kwa moja alianza kutangaza kwenye vyombo vya habari kwamba Mapunda alishakuwa msaliti, anatumiwa na CCM, na ndipo chanzo kilichoanzia hapo. Lakini pia nikamweleza, sisi wengine ni kama spika, lakini tuna baadhi ya viongozi wengi na wanachama wengi wanataka kushiriki uchaguzi, lakini hivi karibuni utawaona. Nafikiri baada ya hapo nikaanzisha operesheni ya kutaka kujua wangapi wanaotaka kushiriki uchaguzi na ambao hawataki kuzuia uchaguzi. Baada ya kuona ongezeko limekuwa kubwa, karibia kila mkoa wa Tanzania, akamwagiza kinyemela katibu mkuu John Mnyika kwamba hebu waite kwanza hao wote wanaotaka kugombea ambao hawako tayari kuungana na sie kwenda kuzuia uchaguzi. Ndipo nilipozaliwa G55. Lakini sio ile tu, sisi tumetoa mpaka waraka wetu, tumeandika waraka wetu
wa kukishauri chama kama wanachama, na kwa bahati nzuri hiyo G55 mimi ndio nilikuwa mwanzilishi, lakini pia ndio mhamasishaji mkuu wa hiyo G55, ambao leo tunachukuliwa kama wahasi, lakini sisi sio wahasi. Tulikuwa tunakipenda chama chetu, tumekishauri chama chetu kwa aina mbalimbali, lakini kile chama kimeshakuwa chama dikteta, hakina haki sawa kwa wote kama mlivyo nyie CUF. Hiyo namba moja. Namba 2, tarehe 7 mwezi huu wa 5 mwaka 2025 nilitangaza rasmi kujiondoa kwenye chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Lakini kipindi najiondoa, kama mnakumbuka vizuri, mimi ndo nilikuwa wa kwanza kupingana na Mheshimiwa Lissu kuhusiana na kuzuia uchaguzi. Sio kwamba tunapinga reform tunazihitaji. Kipindi niko hapo ofisini nilikuwa namsikiliza bosi wangu makamu, alikuwa anasema, anatolea ufafanuzi, wengine hawajui historia. Chama cha kwanza kudai reforms ni chama cha wananchi CUF, watu hawajui. Na Mheshimiwa Lissu amekuwa mtu wa kudandia. Unajua hata hao wenzetu, ndugu zetu wa Chama cha Mapinduzi walidandia ile ya Profesa Lipumba ya kujenga shule za kata nchi nzima. Kuna madhara ya kudandia sera za watu. Ukidandia sera, aliyeunda sera anajua nikiwa rais nitaongoza vipi. Ukidandia, ndio maana wamejenga shule, kwa sababu nakumbuka kipindi kile Benjamin Mkapa alisema kabisa huyu atakuwa profesa Utwara. Kweli si kweli? Lakini mheshimiwa Profesa Lipumba alizunguka nchi nzima kunadi sera hizo, lakini walivyoona amepata members wengi, CCM walivyopita madarakani wakadandia hiyo sera. Nini kilichowakuta? Walijenga majengo mpaka leo kuna baadhi ya shule huku kwetu kusini wanafunzi wanakaa kwenye matofali. Unajua kwa nini? Wamedandia sera bila mipango. Haki sio vitu vya kucheka, ni vya kusikitisha, lakini twende taratibu. Sasa Mheshimiwa Lissu akadandia hiyo no reforms no election, na akaipeleka kwa namna anavyojua yeye. Sasa kinachoenda kutokea wote sasa hivi tunafahamu. Sasa sababu ya mimi kujitoa ndani ya Chadema tarehe hiyo 7 niliyozungumza, tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025, nilisema pia awali ya kwanza, mimi nilikuwa mtu wa kwanza kukishauri chama na nikapata members wengi na wanajulikana. Na leo nakuwa mtu wa kwanza kutoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na nitapata members wengi watatoka Chadema. Siku ile mimi nazungumza na waandishi wa habari asubuhi, kufika saa 7, wangapi wanajua timu ya kina Mrema? Mnaifahamu? Walitoka siku hiyo hiyo. Na nimesema leo wapo Seychelles Hotel Makumbusho viongozi, kwa sababu kina Mrema walikuwa ni secretariat iliyopita. Sasa wako viongozi wa ndani ya Chadema ambao wako wamechaguliwa muda uliopita mwaka huu, wako wanazungumza na waandishi, wanajiondoa, wanawaachia chama chao. Sasa basi, kama nilivyosema kuhusu kukishauri chama, sisi tumekishauri chama sana na tulitoa athari, na nilimwambia mheshimiwa mwenyekiti na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu, sisi ndani ya Chadema mwaka 2020 tulishiriki uchaguzi mkuu. Baada ya Tundu Lissu kupigwa na Magufuli akakimbilia Ubelgiji. Si mnakumbuka jamani? Baada ya kukimbilia Ubelgiji, kabla ule uchaguzi alimshauri sana Mbowe kwamba tususie uchaguzi. Huyu jamaa hicho kususia hajaanza leo. Akamshauri sana Mbowe tususie uchaguzi. Mbowe ni mtu mwenye busara sana. Akamwambia kuzuia ni sawa na kumsusia shamba nyani. Makamu mwenyekiti, utaondoka na kitu? Yaani kuzuia uchaguzi CCM watachekelea mpaka na garagara kwenye tope.
Kwa hiyo akamwambia hapa asusi mtu uchaguzi, CCM tunaenda nao dama kwa dama. Tukashiriki uchaguzi. Tuliposhiriki uchaguzi, kwa bahati mbaya ilikuwa ni uchafuzi, lakini mwenzetu alikimbia, akamkimbia Magufuli, kakimbilia wapi? Ubelgiji. Sisi tuliendelea kupambana hapa hapa. Tumepambana hapa mpaka kufika mwaka 2022-2023. Actually nafikiri mnakumbuka Chadema tulisusa ruzuku. Lakini matokeo ya sisi kushiriki uchaguzi 2020, tulivyoamua kukaa maliziano na Mheshimiwa Samia, tukaamua kuchukua ruzuku. Si ndio jamani? Tulivyochukua ruzuku ndio tumenunua jengo la makao makuu ya chama la ghorofa lile, ambaye tukamuuliza Mheshimiwa Lissu, kama tungetumia mawazo yako ya kutaka kuzuia uchaguzi kama ulivyotaka wewe, leo ungekaa kwenye kigoda cha kuzunguka haki? Tukamweleza tena swala la kudai reforms ni sawa na ni la mchakato, tutaendelea kudai reforms, lakini huku tukishiriki uchaguzi. Sisi tukiwa na wabunge wetu wengi Dodoma, itatusaidia kushinikiza kubadilisha katiba, itatusaidia sisi kushinikiza reforms. Leo nawaachia bunge liwe la CCM. Hiyo reform unaipata wapi? Tuulizane, reform tunaipata wapi? Tukamuuliza tuambie mbinu gani utakayotumia kushinikiza tupate reforms without election. Hakutoa majibu mpaka leo. Kwa hiyo tukaona huyu anaenda kukiuza chama chetu. Lakini si kukiuza, niwape siri kidogo. Tundu Lissu miaka yote anaamini kafu CCM, ACT CCM, yani mpinzani yeye tu, vyama vingine vyote CCM. Sasa niwaulizeni swali. Mimi leo chini ya mwenyekiti profesa amekubali tushiriki uchaguzi, sio? Sasa yeye anayesema kwamba tuache, yani tususie uchaguzi, hivi nani anayetumika na CCM hapo? Kwa hiyo anaona kama watu vile hawana akili sawa sawa. Kwa hiyo tukaona huyu anakwenda kutuulia chama chetu. Lakini ndio bosi wako, tafanyeje? Mimi nazunguka nchi nzima natengeneza utaratibu nigombee urais. Yeye anazunguka nchi nzima anasema tutazuia uchaguzi. Unatokaje hapo? Kwa hiyo tukaamua sasa tukajikusanya wote tunayetaka kushiriki uchaguzi. Tukaandaa waraka wetu. Tukaupa jina G55. Tukaandika waraka wetu tukampa katibu mkuu. Hatujapewa majibu mpaka kesho kutwa. Nikaendelea kuwashauri wenzangu. Sasa huyu anaendelea kuzuia uchaguzi. So now where we are going? Lazima tuwe na maamuzi ili tuweze tukajenge taifa letu kwa pamoja. Lakini pia wapo watu wengi kipindi na waambia, hususan hawa wenzangu wa G55 na baadhi ya viongozi ambao siwezi kuwataja, maana kwenye hii press ya sasa hawapo wote, wengine wako mikoani. Waliniuliza, Mapunda, kwa nini unatushauri sisi twende kafu? Sisi tulijaribu kufanya research ndugu zangu. Vyama vyote vyenye full registration Tanzania tunavijua. Tulifanya research ACT, tukafanya research Chauma, tukafanya research kafu, tukafanya research kwenye vyama vyote. Moja ya vitu ambavyo vimetuvutia sana, kafu ndio chama pekee chenye sera za haki sawa kwa wote. Tanzania hakuna chama cha mapinduzi wala chama chochote chenye sera ya kwanza kusema tutahakikisha ndani ya chama chetu tunaweka haki sawa kwa wote. Hiyo unaipata kafu peke yake. Na mkitaka kuamini hiyo, kipindi niko hapo ofisini, makamu mwenyekiti wetu alikuwa ananong'oneza na nyinyi mnafahamu. Huyu alitoka Chama cha Mapinduzi, sio? Lakini leo yani hilo mnaweza mkapata picha kwamba chama cha wananchi kafu kwanza kinaheshimu katiba. Lakini haya machama mengine
Utakuta kwenye katiba yameandika hivi, mkienda kwenye action anapitia Mbagala. Sasa vyama kama hivi tunatakiwa kuviepuka. Sasa tusisikilize wao wanasema nini, tusisikilize wao wanasema nini. Mwenyekiti wetu nimemweleza sana kwamba hii issue ambayo wewe unaenda nayo, una mpango mwovu katika taifa letu. Uwezi kuingia Ikulu kwa kususia uchaguzi. Nchi yetu ina katiba, ndugu zangu. Katiba imeshaeleza wazi